Katika jangwa na milima ya Iran, kuna maeneo ambayo Magharibi imekuwa ikiangalia kwa macho ya mashaka kwa miaka mingi, na ndani yake kuna hadithi ya science, siasa na hofu ya kimataifa. Hii ndiyo hadithi ya Iran Nuclear Program. Iran ilianza kujihusisha na maendeleo ya nuclear technology kwa madhumuni ya amani kama vile uzalishaji wa nishati na utafiti wa kisayansi. Kwa mujibu wa maelezo rasmi ya serikali ya Iran, programu hii ilikuwa ya peaceful nuclear energy, lakini Magharibi haikuona kwa macho hayo. Baadhi ya mataifa makubwa na mashirika ya kimataifa yalianza kuwa na mashaka kuwa programu hiyo inaweza kuwa na vipengele vya kijeshi nyuma ya pazia. Na hapo ndipo mgongano wa narrative ulianza. Iran imesema ni kwa nishati, Magharibi imeona kuna uwezekano wa silaha. Katika miaka iliyofuata, taasisi kama International Atomic Energy Agency IAEA ilianza kufanya ukaguzi wa baadhi ya facilities za Iran. Baadhi ya maeneo yaliyotajwa mara kwa mara ni Natanz, Fordo, Arak na Isfahan, ambayo yamekuwa sehemu ya mjadala mkubwa wa kimataifa. Hapo ndipo hadithi ya Iran Nuclear Program ikageuka kutoka Skins Project kuja Geopolitics Controversy, kwa sababu sasa haikuwa tena kuhusu teknolojia pekee, bali kuhusu usalama wa Magharibi, vikwazo na imani kati ya mataifa. Lakini nini hasa kilichogunduliwa ndani ya facilities hizi? Na kwa nini Magharibi ilianza kuweka masharti makali zaidi? Karibu katika makala yetu. Chini ya milima na ndani ya jangwa la Iran kuna miundombinu ambayo imekuwa katikati ya mjadala wa Magharibi kwa miaka mingi. Si kwa sababu inaonekana sana, bali kwa sababu ya kile kinachozaniwa kinaweza kufanyika ndani yake. Baada ya Iran Nuclear Program kuanza kuchunguzwa kwa karibu zaidi, macho ya Magharibi yalielekezwa kwenye baadhi ya maeneo muhimu. Miongoni mwao ni Natanz Nuclear Facilities, Fordo Fuel Enrichment Plant, Arak Heavy Water Reactor. Haya ni maeneo ambayo yamekuwa sehemu ya mijadala ya kimataifa kuhusu maendeleo ya nuclear technology ya Iran. Natanz Nuclear Facilities mara nyingi hutajwa kama moja ya vituo vikuu vya enrichment. Kwa mujibu wa taarifa za wazi za kimataifa, kituo hiki kimehusishwa na urutubishaji wa uranium, maendeleo ya centrifuge technology na shughuli za nishati ya nyuklia. Ni moja ya maeneo ambayo yamekuwa chini ya ukaguzi wa kimataifa mara nyingi. Fordo Fuel Enrichment Plant ni tofauti kidogo kwa sababu imetajwa kuwa imejengwa chini ya ardhi, inalindwa na miundombinu ya milima na ina usalama mkubwa zaidi. Hii ndiyo sababu mara nyingi inatajwa sana kwenye mijadala ya kimataifa kuhusu usalama na transparency. Arak Heavy Water Reactor pia imekuwa sehemu ya mijadala mikubwa kwa sababu ya matumizi ya heavy water katika utafiti wa nyuklia. Kwa upande wa Iran, inasemekana kuwa ni kwa madhumuni ya utafiti na nishati, lakini kwa upande wa baadhi ya mataifa ya Magharibi kuna maswali kuhusu uwezo wa teknolojia hiyo wa nuclear development. Lakini je, nini kilitokea baada ya Magharibi kuanza kuangalia maeneo haya kwa karibu zaidi? Na kwa nini vikwazo na mazungumzo ya kimataifa yakawa sehemu ya hadithi hii? Kadri Magharibi ilivyozidi kuangalia kwa karibu, ndivyo hali ya mashaka ilivyozidi kuongezeka, na kile kilichoanza kama mradi wa nishati kikageuka kuwa mgogoro wa kimataifa. Iran ilisisitiza mara kwa mara kuwa programu yake ya nyuklia ilikuwa ya amani, lakini baadhi ya mataifa makubwa na washirika wao walikuwa na wasiwasi kuwa uwezo wa enrichment unaweza kuvuka mipaka ya matumizi ya nishati kwenda kwenye matumizi ya kijeshi. Hii ndio ilianzisha kipindi cha mazungumzo ya kimataifa, shinikizo la kisiasa na hatua za kiuchumi. Hatua moja kubwa iliyotumika ilikuwa ni vikwazo vya kiuchumi. Vikwazo hivi vilihusisha biashara, sekta ya mafuta na gesi, mifumo ya kifedha ya kimataifa na teknolojia fulani za viwanda. Lengo lilikuwa kuishawishi Iran kupunguza au kubadilisha baadhi ya vipengele vyake vya mpango wake wa nyuklia. Katika upande mwingine, Iran iliona hatua hizi kama shinikizo la kisiasa na jaribio la kuzuia maendeleo yake ya teknolojia. Hii ilisababisha kipindi cha mazungumzo magumu, majadiliano ya muda mrefu na mikataba ya kimataifa iliyobadilika mara kwa mara. Moja ya mikataba iliyojadiliwa sana ni ile inayohusiana na udhibiti wa nuclear activity na ukaguzi wa kimataifa. Lakini hata wakati wa mazungumzo, imani kati ya pande husika haikuwa imara kabisa, kwa sababu kila upande ulikuwa na hofu yake. Magharibi, hofu ya uwezekano wa silaha; Iran, hofu ya usalama na uhuru wa teknolojia. Na hapo ndipo mzunguko wa tension ukaendelea kwa miaka mingi.
Lakini nini kilitokea kwenye ukaguzi wa kimataifa uliofanywa ndani ya baadhi ya facilities? Na kwa nini baadhi ya matukio yalizidisha zaidi mashaka ya Magharibi? Wakati Magharibi ilipoanza kudai uwazi zaidi, macho yote yalielekezwa kwenye ukaguzi wa kimataifa. Lakini kile kilichogunduliwa hakikuwa mjadala, bali kilifungua mjadala mkubwa zaidi. Shirika la kimataifa linalosimamia shughuli za nyuklia duniani ni International Atomic Energy Agency IAEA, ilikuwa na jukumu la kufanya ukaguzi wa facilities za Iran, kuthibitisha matumizi ya uranium na kuhakikisha shughuli ziko ndani ya makubaliano ya kimataifa. Lakini ukaguzi huu haukuwa rahisi kila wakati. Katika baadhi ya vipindi, IAEA iliripoti kuwa kulikuwa na maswali yasiyo na majibu ya wazi, maeneo yaliyohitaji ufafanuzi zaidi na taarifa zilizohitaji uchunguzi wa ziada. Hii ilisababisha mataifa mengine kuongeza shinikizo la kidiplomasia. Lakini Iran pia ilisisitiza kuwa ukaguzi ulipaswa kuzingatia uhuru wake wa kiuchumi na kisayansi. Tatizo kubwa lilikuwa ni hili: nuclear technology yenyewe ni ya aina mbili: civilian use, nishati, matibabu na utafiti, na potential dual use, inaweza kubadilika kulingana na matumizi. Kwa hiyo hata data za kiufundi zilikuwa zikisomwa kwa tafsiri tofauti katika pande mbalimbali. Kadri ukaguzi ulivyoendelea, mjadala haukupungua, badala yake mashaka yaliongezeka kwa baadhi ya mataifa, na Iran ikaendelea kusisitiza transparency yake kwa upande wake. Hii ikafanya suala la Iran nuclear program kuwa si tu la sayansi, bali siasa, imani na usalama wa kimataifa. Lakini kulikuwa na matukio ya kushangaza zaidi yaliyotokea ndani ya Iran, matukio ambayo yalibadilisha kabisa mtazamo wa Magharibi kuhusu usalama wa maeneo hayo. Wakati Magharibi ilikuwa kwenye meza za mazungumzo, vita haikuwahi kuwa ya maneno tu. Nyuma ya pazia kulikuwa na mapambano ya kimya kimya yasiyoonekana wazi kama vita, lakini yenye athari kubwa kwenye historia ya nuclear program. Katika kipindi cha mivutano ya kimataifa, kuliripotiwa matukio kadhaa ya kushangaza yanayohusiana na miundombinu ya nyuklia ya Iran. Baadhi ya matukio hayo yalielezwa kama disruption za kiufundi, mashambulizi ya kimya na uharibifu wa mifumo ya viwanda. Lakini mara nyingi hakuna upande uliothibitisha moja kwa moja kila tukio kwa uwazi kamili. Moja ya maeneo yaliyokuwa yanatajwa sana ni Natanz Nuclear Facility. Kituo hiki kiliripotiwa kukumbwa na matukio ya uharibifu wa mifumo ya centrifuge. Baadhi ya ripoti za kimataifa zilihusisha tukio hilo na cyber warfare au sabotage ya viwanda. Hata hivyo, maelezo kamili mara nyingi yalibaki kwenye mjadala wa kiusalama. Matukio kama haya yalionyesha mwelekeo mpya wa vita vya kisasa. Sio lazima kuwa na vita vya majeshi moja kwa moja, bali cyber attack, intelligence operation na teknolojia za siri. Hii ilifanya Iran nuclear issue kuwa zaidi ya siasa au sayansi, ikawa sehemu ya shadow warfare ya kimataifa. Kwa upande wa Magharibi, matukio haya yaliongeza tahadhari zaidi kuhusu usalama wa nuclear facilities, ulinzi wa miundombinu ya viwanda na hatari ya mashambulizi yasiyo ya moja kwa moja. Na kwa upande wa Iran, yaliongeza msisitizo wa kuimarisha ulinzi na usiri wa maeneo yake nyeti. Lakini je, mashambulizi haya ya siri yaliishaje kwenye meza za siasa za Magharibi? Na yalibadilisha vipi mazungumzo ya nuclear diplomacy? Baada ya miaka ya mashaka na mvutano wa kisiasa, dunia ilijaribu njia moja ya mwisho: mazungumzo. Lakini kwenye dunia ya nyuklia, mazungumzo si rahisi kama inavyoonekana. Kadri mivutano ilivyoendelea, mataifa makubwa na Iran yaliingia kwenye kipindi cha diplomasia ya muda mrefu. Lengo lilikuwa moja: kupunguza hatari ya mzozo mkubwa wa kimataifa, huku kila upande ukilinda maslahi yake. Hapa ndipo mazungumzo ya nyuklia yalipokuwa sehemu ya siasa za Magharibi. Moja ya matokeo makubwa ya mazungumzo haya yalikuwa ni Joint Comprehensive Plan of Action. Haya yalikuwa makubaliano ya kimataifa yaliyojaribu kuweka mipaka kwenye uranium enrichment, kuongeza ukaguzi wa kimataifa na kupunguza vikwazo vya kiuchumi kwa Iran. Kwa muda ilionekana kama hatua kubwa ya kupunguza mvutano. Lakini hata baada ya makubaliano hayo, mjadala haukukoma kabisa, kwa sababu baadhi ya mataifa yalihisi masharti hayo hayatoshi. Wengine walihisi makubaliano yalikuwa hatua muhimu ya amani, na Iran yenyewe ilisisitiza haki yake ya teknolojia ya amani. Hii ilifanya JCPOA kuwa moja ya mikataba yenye mjadala mkubwa zaidi katika historia ya kisiasa ya siasa za kimataifa. Baada ya muda, mabadiliko ya kisiasa duniani yalifanya hali iwe ngumu tena. Makubaliano yakapita,
changamoto za utekelezaji, tofauti za kisiasa kati ya mataifa makubwa na kurudi kwa baadhi ya vikwazo. Na hivyo hali ya nuclear diplomacy ikabaki kuwa ya mzunguko wa matumaini na mvutano. Lakini nyuma ya mikataba yote hii kuna swali kubwa lililobaki wazi. Je, Iran kweli ilisimama kwenye hatua ya amani ya nyuklia au maendeleo yaliendelea kwa njia tofauti nyuma ya pazia? Katika dunia ya nuclear diplomacy hakuna jambo lililo wazi kabisa. Kila taarifa ina tafsiri mbili, ukweli mmoja na mashaka mengine nyuma yake. Baada ya miaka ya ukaguzi, mazungumzo na mikataba, suala la Iran nuclear program halikupata jibu moja la mwisho linalokubalika na kila upande. Badala yake, dunia iligawanyika katika mitazamo tofauti. Baadhi wakiona maendeleo ya amani ya nishati, wengine wakiona hatari ya uwezo wa kijeshi wa baadaye. Na hapo ndipo mgongano wa tafsiri ulipozidi kuwa mkubwa. Kwa upande wa Iran, msimamo umekuwa wa kudumu. Program ni ya amani inayolenga nishati ya umeme, utafiti wa kisayansi na maendeleo ya teknolojia ya taifa. Lakini kwa upande wa baadhi ya mataifa ya magharibi, mashaka yamekuwa yakitokana na kiwango cha enrichment, historia ya ukaguzi na maeneo ya siri ya viwanda. Shirika la ukaguzi wa nyuklia duniani, International Atomic Energy Agency, limekuwa katikati ya mjadala huu kwa sababu taarifa zake hutafsiriwa kwa njia tofauti na pande tofauti, na mara nyingine hutumika kama msingi wa maamuzi ya kisiasa. Hii imefanya ripoti za kiufundi kugeuka kuwa sehemu ya mjadala wa kimataifa. Changamoto kubwa ni hii: nuclear technology ni dual use kwa asili yake, yaani inaweza kutumika kwa nishati ya amani, lakini pia inaweza kuwa na matumizi ya kijeshi kulingana na muktadha. Na kwa sababu hiyo, hakuna njia rahisi ya kuondoa kabisa mashaka duniani. Lakini je, Iran imeendelea mbele kisayansi licha ya vikwazo na mashaka haya? Na nini kinaendelea ndani ya mipango yake ya sasa ya teknolojia? Leo hii, mjadala wa Iran nuclear program hauko tena kwenye historia pekee. Upo kwenye wakati wa sasa na unaendelea kubadilika kila siku, kimya kimya, lakini kwa athari kubwa. Katika miaka ya hivi karibuni, Iran imeendelea kusisitiza kuwa inahifadhi haki yake ya kutumia nuclear technology kwa amani na kuendeleza utafiti wa kisayansi na viwanda vya nishati. Wakati huo huo, mashirika ya kimataifa na mataifa kadhaa yanaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo hayo. Miundombinu kama Natanz Fuel Facilities, Fordo Fuel Enrichment Plant, Arak Heavy Water Reactor bado zinatajwa mara kwa mara kwenye mijadala ya kimataifa kuhusu nuclear transparency na maendeleo ya teknolojia. Lakini taarifa za kina mara nyingi hubaki ndani ya vyanzo vya kiusalama na ripoti rasmi. Kilichobadilika zaidi leo ni mazingira ya dunia. Teknolojia ya ufuatiliaji imekuwa ya kisasa zaidi, satellite zinaweza kuona mabadiliko ya miundombinu na taarifa zinachambuliwa kwa haraka zaidi kuliko zamani. Hii inafanya kila hatua ya maendeleo kuwa chini ya uangalizi mkubwa wa kimataifa. Lakini licha ya haya yote, mjadala mkubwa bado ni ule ule. Je, Iran itaendelea kubaki ndani ya mfumo wa matumizi ya amani pekee au magharibi wataendelea kuwa na mashaka kutokana na uwezo wa teknolojia yenyewe? Na hapa ndipo siasa, sayansi na usalama vinapokutana kwa nguvu zaidi. Lakini nyuma ya yote haya kuna swali la mwisho ambalo halijawahi kupata jibu rahisi. Je, mustakabali wa mazungumzo ya nyuklia duniani utaleta amani au kurudi kwenye mvutano wa kimataifa? Baada ya miaka ya mikataba, mashaka na mazungumzo, dunia haijafika kwenye mwisho wa hadithi hii, bali kwenye sura mpya ambayo bado inaandikwa. Diplomasia ya nyuklia ya Iran leo imeingia kwenye kipindi cha mazungumzo ya mara kwa mara, tofauti za kisera kati ya mataifa makubwa na mabadiliko ya ushawishi wa kisiasa duniani. Hii inaifanya hoja ya Iran nuclear program isiwe jambo la zamani, bali mjadala unaoendelea. Kila upande unaendelea kushikilia msimamo wake: Iran haki ya maendeleo ya teknolojia ya amani na uhuru wa kisayansi. Baadhi ya mataifa umuhimu wa udhibiti, ukaguzi na kuhakikisha usalama wa kimataifa. Na kati ya misimamo hii miwili, diplomasia inabaki kuwa daraja linalobeba matumaini na mvutano kwa wakati mmoja. Miundombinu kama Natanz Nuclear Facilities, Fordo Fuel Enrichment Plant, Arak Heavy Water Reactor bado zinaendelea kuwa sehemu ya mazungumzo ya kimataifa kuhusu mustakabali wa nuclear monitoring na usalama wa kimataifa. Lakini hali ya kisiasa duniani inabadilika kila mara, na hivyo pia inabadilisha mwelekeo wa mazungumzo haya.
Wataalamu wengi wanaona kuwa mustakabali wa nuclear diplomacy hautategemea tu mikataba, bali pia teknolojia mpya za ufuatiliaji, mabadiliko ya uhusiano wa kimataifa na uwezo wa mataifa kuaminiana tena. Bila moja ya haya, diplomasia inaweza kubaki katika mzunguko wa mazungumzo yasiyoisha. Lakini swali la mwisho linalobaki, je, dunia inaweza kweli kupata usawa kati ya maendeleo ya teknolojia na hofu ya usalama? Au Iran nuclear story ni mfano tu wa mgogoro mkubwa zaidi kwenye karne hii? Baada ya safari ndefu ya miaka mingi ya ukaguzi, mikataba na mashaka ya mazungumzo, swali moja kubwa likabaki. Je, Iran nuclear story ni ya sayansi pekee au ni kioo cha siasa za dunia? Iran nuclear program imekuwa zaidi ya mradi wa teknolojia, imekuwa sehemu ya diplomasia ya kimataifa, usalama wa kikanda na dunia, na mgongano wa imani kati ya mataifa. Na ndiyo maana mjadala huu haujawahi kuwa na mwisho mmoja rahisi. Katika upande wa Iran, msimamo wake umeendelea kuwa maendeleo ya nishati ya amani, uhuru wa kisayansi na haki ya teknolojia ya ndani. Na katika upande wa Magharibi, msisitizo umeendelea kuwa ni uwazi, ukaguzi na kuhakikisha hakuna hatari kuenea kwa silaha za nyuklia. Hii imefanya pande zote mbili kuendelea kwenye mzunguko wa mazungumzo ya muda mrefu. Miundombinu kama Natanz Nuclear Facilities, Fordow Fuel Enrichment Plant, Arak Heavy Water Reactor zimekuwa alama za mjadala huu wa kimataifa. Lakini zaidi ya majina na maeneo, zinaonyesha jinsi teknolojia inaweza kuwa katikati ya siasa za dunia. Somo kubwa la hadithi hii ni hili: sayansi yenyewe si tatizo, lakini matumizi yake, uaminifu kati ya mataifa na siasa zinazozunguka ndizo zinazounda hatari au amani. Na hapo ndipo Iran nuclear story inapogeuka kuwa mfano wa dunia nzima ya jinsi maendeleo yanavyoweza kuwa chanzo cha ushirikiano au mgogoro. Hadithi hii haimaliziki hapa, kwa sababu mjadala wa nyuklia duniani bado unaendelea na mustakabali wake bado haujaandikwa kikamilifu. Hiyo ndio makala inayozungumzia Iran nuclear program. Kama umependa makala hii, usisahau kulike, kusubscribe na kucomment maoni yako. Je, ni kweli Iran inatengeneza nyuklia kwa ajili ya matumizi ya amani? Au ni kweli mashaka ya Magharibi kuihusisha Iran na kutengeneza silaha za nyuklia? Tuandikie maoni yako kwenye komenti, tutapita nayo. Kisha usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo. Mimi sina la ziada, nikutakia usikivu mwema vipindi vinavyokuja. Bye bye.